Siku moja mwanaume mmoja akamfuata Yesu, akamwambia, mwalimu, mwanangu anaumwa, yuko katika hali ya kufa. Yesu akamjibu akamwambia, nitakuja nimponye. Yesu akamwambia, hapana, huna haja ya kuja. Sema neno tu na mtumishi wako atapona. Alikuwa anamuomba mchungaji afike nyumbani kwake. Alikuwa anamuomba mchungaji afike kwenye banda lake la kuku. Akamwambia, hakuna haja, sema neno tu na mtumishi wako atapona. Mwalimu akamwambia, iwe sawa na imani yako. Na leo mwalimu yuko hapa anasema, iwe sawa na imani yako kwenye biashara yako, iwe sawa na imani yako kwenye ndoa yako, kwa jina la Yesu. Inawezekana ulikuwa unawaza, labda mchungaji akija kwangu mambo yatanyoka, labda mchungaji akija akaombea familia yangu mambo yatanyoka, labda mchungaji akiombea duka langu mambo yatanyoka. Na kutangazia, iwe sawa sawa na imani yako. Utakayoamini yawe sawa sawa na unavyoamini kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwenye kazi yako, wizara yako, kwa jina la Yesu. Akasema, sema neno tu. Biblia, Yesu akasema, na iwe sawa sawa na imani yako. Yule bwana akaenda, alipofika nyumbani akamkuta mtumishi wake amepona. Akawauliza watu, amepona saa ngapi? Wakasema, jana masaa fulani. Alipoangalia muda, ni ule muda ambao Yesu alisema mtumishi wako ameshapona. Maana yake neno lina uwezo wa kusafiri umbali mrefu mno likafata mgonjwa aliye mahali. Na ndio maana nasema leo tutasafiri kwa njia ya neno. Tutalituma neno kwenye kijiji chako, litakuokoa na maangamizi yako yote. Tutalituma neno mahala ambapo waliwahi kukulaani, waliwahi kuapa. Tutalituma neno wizara ya mambo ya ndani. Tutalituma neno Ikulu ya Tanzania. Tutalituma neno bungeni. Tutalituma neno kwa wazazi wako kule kwenye kisima kinachobubujika maji, kwenye kisima cha moto kule Tanga. Tutalituma neno kwenye njia panda. Tutalituma neno kwenye mibuyu ya Dodoma. Tutalituma neno kwenye mapori ya Katavi. Tutalituma neno, litakwenda kwenye ulimwengu wa roho, litakwenda mpaka kwenye vikao walipokaa, walipotengeneza kiapo. Na viona viapo vinaanza kukatika, na wao wanaogopa, wanaanza kukimbia. Kiapo kinakatika, kiapo cha laana, kiapo cha balaa, kiapo cha mikosi, kiapo cha ndoa, kiapo cha kushindwa kinavunjika kwa jina la Yesu. Hebu sema, kwa jina la Yesu. Navunja kiapo kilichoapwa na watu wa ukoo na watu wa familia, kwamba nisisafiri, kwamba nisiolewe, kwa jina la Yesu. Ninavunja kiapo, navunja kiapo, navunja kiapo, navunja kiapo. Na wafuata wazee wa kijiji, na wafuata wanawake wa kijiji, na wafuata wachawi wa kijiji. Hebu wafuate kwenye ulimwengu wa roho, wafuate na uambie, navunja kiapo chenu kwa jina la Yesu. Wale mlio bondeni, na waamuru kuanzia leo utakwenda mpaka kijiji ulipojaziwa. Wafuate wale wazee, waambie, Bwana, navunja kile kiapo chote mlichoapa. Navunja, mimi nitasafiri, mimi nitaolewa, mimi nitajenga nyumba, mimi nitazaa watoto, mimi sitaharibu mimba, mimi nitafanya kazi, mimi nitakuwa na afya njema, maana imeandikwa, sitakufa bali nitaishi. Wasimamizi wa kiapo, your suffering didn't begin today. Yameanza kwa sababu ya msingi kule. Sikiza nikwambie jambo. Kuna watu umetokea kwenye familia za wake wengi. Baba yako au babu yako ni familia za wake wengi. Nyumba ndogo, nyumba kubwa, nyumba ya kati, nyumba hii. Watoto wengine wanazaliwa kwenye nyumba hii, wengine kwenye nyumba hii, wengine kwenye nyumba hii. Wale wa nyumba moja wapo wanaonekana wanafanikiwa kuliko wa nyumba nyingine. Halafu wale wa nyumba wanaamua kuwafunga hawa wa nyumba ndogo. Wanasema nyumba hii kila atakayezaliwa asifanikiwe, asisafiri, asiolewe.